Tulia. Tulia. Inuka. Inuka. Wewe. Chafka kwa bibi mkubwa. Tulia. Jamani vipi tulia? Tulia, kashafika kwa bibi mkubwa wake. Inuka. Imekuwaje jamani vipi? Jamani jamani shida nini? Shida nini? Shida nini jamani? Shida mwanao katuzingua. Kafanya nini? Kafanya nini? Tunadai hela yetu 50. Basi nitapeni 50 msinipigie kama hivi. Mapema sasa watu watatujichekeche. Tulia, ngoja tutoe hela yetu. Wewe vipi? Huruma sio malezi. Tachukua kofia yenyewe kwanza ikoja. Ashikeni hela msubirie. Hapo baridi. Mwanangu na ibada kuniua mimi mako jamani. Kila siku nakwambia neno moja usikii kwani ona anavyokukuta hayo. Basi ngoja ngafanye upende hospitali kusubiri kwanza. Mtoto tena kashaondoka jamani. Sasa itakuwaje tena na hali ile aliondoka nayo jamani, tafanyaje mimi? Kwa mke wangu, mimi nimekuita hapa. Nataka nikuelekeze kitu kimoja. Swala la mimi kuoa sina maana kwamba sikupendi. Hapana. Nakupenda sana mke wangu. Tena nakupenda mno. Lakini ninapozungumza kwamba nataka kuoa mke mwingine, na maana kwamba kuna wakati mke wangu unahitaji kusaidiwa baadhi ya mambo. Utahitaji, kuna wakati mwingine unaweza kwa labda uko busy na kazi zako na nini. Yule anakusaidia. Halafu kitu kingine, hii ni sunna mke wangu ambao Mtume Muhammad ametufundisha. Sawa, huoni kuna tatizo. Lakini swala la kuoa mke mwingine unajua unaongeza majukumu. Una uwezo wa kutulisha sisi wote. Kama sisi tu hapa isipokuwa Ramadhani, kuna muda tunakosa chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni. Zaidi unafanya harakati, unaenda nini kwa mama yako, unaenda kuomba msaada ndo tunakula. Haya, niambie ukimuongeza na huyo mke mwingine tutaishije hapa? Si ndio mimi utanisahau kabisa, utaegamizia kila kitu kule. Kwa sababu yule ni atakuwa mke mpya, anahitaji matunzo. Wewe uko tena utanisahau. Huduma zote utampelekea yule. Wewe uwezo unao. Ndio maana nimekwambia wewe ni mke wangu na ninakupenda. Hii ni sunna. Kwa sababu kila mwanamke anapokuwepo katika familia huwa anakuwa na nyota yake au na baraka zake. Kwa hiyo unaweza kuona mke wangu baada ya kuoa mke mwingine baraka zikaongezeka katika familia. Ugumu wa maisha ukapungua. Riziki zikaongezeka mke wangu. Kwa hiyo mimi naomba kunjue nafsi katika hili. Kwa sababu hata Mtume Muhammad alifundisha kwamba pale unapoona maisha yamekuwa ni magumu, oa. Maana yule anayekuja anakuja na baraka zake. Kwa mke wangu kunjua nafsi yako. Kwa kama ni hivyo, mtu akiwa wake wengi zaidi, matatizo yanapungua, riziki zinaongezeka, si ndio? Basi wewe oa. Lakini huyo mke ambaye utamuoa mfanye ndo awe mke wa kwanza, afu yeye ndo utamuongezea mke wa pili. Kwenye hiyo listi yako mimi nitoe. Na msimamo wangu pale pale, siwezi kubadilisha. Mimi nikisema ndio, ni ndio, nikisema hapana, ni hapana. Tukushukuru Rabuka, Ramadhani tumefika, umetupa afya, ni wengi tumewazika. Oya, vipi sasa wanangu? Vipi? Wekeni mpuka chini basi wanangu. Oya, kwa ngapi kwanza mmechukua shilingi 50 na nipa shilingi 15 ndo nini babu? Oya, moja mbili tatu kama vipi baridi. Oya, Kiamba ajikataa Kiamba vitu na njia zake babu, si ndio? Baridi. Usitamani dunia kijana, hawa Idrisa, uje wangu mkubwa hapa ni kuhusu yule binti ambaye unahitaji kumuoa mke wa pili. Hivi
Yule binti wewe unamjua vizuri kweli? Shehe, kusema kweli yule binti simfahamu vizuri. Lakini katika mazingira ambayo tumekutana naye, inaonekana ni binti ambaye hana shida yoyote. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaifa anta? Alhamdulillah. Binti nimekuwa mzee anaishi hapa. Oh. Kwa hapa ndio kwao Nashukuru sana kwa taarifa yako. Okay, sawa. Sasa tuongozane msikitini. Ama kweli shekhe uliona jalada la nje ila maandishi ya ndani hukufungua ukasoma. Shekhe yule binti mimi nimekutana naye tena kwa mazingira niliyokutana naye kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Shekhe yule binti hajui hata kujistiri. Kwa sisi Waislamu tunasema yule binti yupo uchi. Shekhe yule binti kavaa kinguo kifupi kinaishia kwenye magoti shekhe. Kweli shekhe style ipo hapo? Ni mtihani sana. Ila si kwamba nazungumza haya ni kukatisha tamaa, hapana. Kwani hata maswahaba na mitume ililetwa kwetu sisi kwa ajili ya kutuelimisha na kutufundisha tuache mabaya na tutende yale mema. Mimi nina imani hata yule ni mitihani tu ama ni mapungufu. Kwani hata wewe na mapungufu na mimi pia na mapungufu yangu shehe. Si vyema kumkatia tamaa. Hivyo ninachokusihi mimi hapa, tuendelee na process kama kawaida na umuoe mke wa pili na imani utamrekebisha. Kwani wewe dini unaijua vizuri shehe. Basi sawa shehe, mimi nimekuelewa. Bila basi inshallah. Astaghfirullah. Una sijui kaenda wapi, kafunga mlango. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mbona upokee simu? Sijaisikia. Hujasikia simu wakati umebeba mkononi? Sijaisikia. Ulikuwa umeenda? Kuna sehemu mara moja hapo nilikuwa nimeenda.
Mke wangu, unaondokaje bila kuaga? Umefunga mlango. Umeanza kujichukulia maamuzi tu mwenyewe yani. Kwani wewe ulipokuwa unataka kuoa huyo mke wa pili ulinishirikisha? Zedi ulitoka, ulipopata wazo lako kaenda kwa shehe wako huko mkaongea, ndio baadaye ukaja kuniambia. Si ulifanya hivyo? Sasa na mimi hivi ndo kwanza nimeanza. Yaani nikitoka natoka mwenyewe, sikushirikishi. Yaani na hivi ndo yani kama ni movie basi ni trailer. Picha lenyewe kamili linakuja. Wewe mwenyewe kama unataka kuolewa? Hivi wewe unapata wapi ujasiri kuniambia hivyo mimi? Kwani wewe ni nani mpaka usiambie? Wewe umekuwa nani mpaka usiambie? Ina maana hujui kama mimi ni nani? Ndio sijui ni nani kwangu. Hivi mtoto? Mtoto nani? Mtoto nani? Nimeshakwambia mimi sitaki kuolewa. Unaniambia kama nani? Malaika. Malaika nini? Kaa kimya. Siongei na wewe. Tena ukae kimya, funga mdomo wako. Unasikia wewe? Mimi kaka yako. Nimekulepi tangia mdogo wewe. Leo unanifanya unaniambia mimi sina akili. Malaika, hebu msikize kaka yako basi. Mimi nikome. Ndio koma. Tulia kwanza she. Naomba utulie. Wapulia basi bauni she. Kwani she? Wewe uepushe shetani. She naomba ukae chini hapa kwanza. She naomba ukae chini she. Hebu muepushe shetani kwanza. Malaika, hebu msikize kaka yako. Wewe unamdhalilisha kaka yako hadharani. Mimi sina kaka mwenye akili za kizuchuzuchu za kidemu kama yule. Yaani yeye na mwanamke wako wana tofauti gani? She naomba ukae chini she. She naomba ukae chini. Naomba ulale she. Naomba ulale chini. Naomba ulale chini she. Naomba tafadhali. Malaika, hebu jiangalie kwanza, kuwa na mwanamke mwenye utu basi. Huyu ni kaka yako afu unazidi kumtukana hadharani. Uone hata aibu. Humu ndani mimi siwezi kutoka. Si unanielewa? Huna mamlaka yote ya kuniamrisha mimi nikatoka humu ndani. Humu ndani mimi sitoki. Siendi popote na hauna jeuri yote ya kunitoa humu ndani. Mimi sina kaka mwenye tabia za kidemu kama wewe. Kwangu ni mchumba tu Zuchu, unasikia wewe? Malaika. Mimi si wewe wako unamfunga humu ndani. Yaani wewe ndio mwanamke wako hamna kasoro. Nashukuru shehe kwa kuja, kwa sababu huu ugomvi nishaongea na mume wangu, sio mara moja sio mara mbili, kuhusu ugomvi wake na mdogo wake, lakini wala hanisikii. Sasa kama leo umekuja, naomba hebu ongee naye tu, maana mara hii amefedhesha. Kama leo anagombana na mdogo wake, Dani anafedheka kama sio yeye, maana yeye anaonekana ndio hana akili. Kwanza shehe, mimi nikupe pole. Hii ni mitihani tu, Allah anatugea na kutuangalia waja wake tuna imani kiasi gani. Shekhe, unajua kilichotokea leo ni kitu cha aibu sana. Hivi hadharani hivi watu wanawaona, mdogo wako yule anakutukana. Na hili swala mimi niliona kabla. Kama unakumbuka shehe, nilishakwambia mdogo wako nilimuona na nikakutana naye. Yule binti hana nidhamu, basi ndo kama hivi. Na nimezidi kujionea zaidi. Lakini shehe, wewe mwenyewe usimuona kilichotokea? Mtoto mdogo kama yule anatutukana hadharani kama hivi. Shehe, labda nikwambie kitu. Hili swala la kutukanwa lisikufadhaishe kabisa shehe. Kwani walitukanwa manabii, mitume. Nabii Musa alitukanwa sana na watu. Mpaka kafikia aume kumfuata Mwenyezi Mungu na kumwambia, "Ya Allah, naomba atakayenitukana mimi umpe adhabu kubwa, ikibidi hata umpe kiama basi umpe kifo, afe." Lakini Allah akamjibu, akamwambia hilo haliwezekani kamwe. Allah akamjibu Musa, ingawaje mimi tu niliowaumba hao wanadamu wananitukana, sembuse wewe niliyekuumba mimi? Sasa shekhe, mimi nakuomba kuwa na subra. Ili kutukana lisikuume sana. Mimi pia alinitukana na wewe ulishuhudia shekhe. Na hivi lakini mimi nitaka kumpiga pale, kwa nini umenizuia? Na ukaniambia nikae chini. Unajua shehe, mimi kila ninachopenda kukifanya, napendaga sana kufuata mafundisho ya mitume. Walichokifanya enzi hizo. Kile nilichokifanya pale si kama nimekibuni tu. Hapana. Ile ni kutokana na mafundisho ya mtume. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishawahi kutufundisha swala kama lile. Endapo utakapomuona mtu amegadhibika, yani ameshikwa na hasira sana, inatakiwa kama amesimama, anashauriwa awe akae chini
Si unanielewa shehe? Na kama alikuwa amekaa chini na ameghadhibika, yani ana hasira, basi unatakuwa unashauriwa umladhe chini, umwambie alale chini. Bwana Mtume alitufundisha hivyo na maana kubwa sana. Kama vile ulivyokuwa umeghadhibika shehe, ulikuwa na hasira sana. Na pindi mtu anapokuwa na hasira kama vile, huaga ni shetani anatumia nguvu kubwa sana, anatembea sana kwenye mishipa binadamu na anakufanya unakuwa strong. Pale ungeshikwa na hasira zaidi, ungempiga hata ngumi mdogo wako. Tungekuwa tunaongea habari nyingine shehe, ulikuwa na hasira sana. Na ndio maana nikaamua kutumia busara na kutumia mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikakwambia shekhe, kaa chini. Nilikuwa na imani na ndivyo tulivyoshauriwa. Utakapokaa chini itakuwa wewe huna uwezo wa kurusha ngumi na kumuadhi na kumjeruhi yule mtu mpaka ikafikia kiasi cha kumuumiza ama kumtoa uhai. Na nyingine tena nikakwambia lala, nilikuona nimekuweka chini lakini bado shehe umeghadhibika, ulikuwa na hasira sana. Nikafata hadithi na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikakwambia shekhe, lala. Pale utakapokuwa umelala itakuwa ni ngumu sana wewe kuvuta ngumi na kumjeruhi mdogo wako. Hivyo nilifuata tu mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kadhani labda nilifanya vile ni tofauti. Na hata wewe pia nakushauri, utakapomwona mtu ameghafilika kama vile ana hasira, jaribu kumtuliza kwa njia kama ile nilivyokutuliza. Si umeona shekhe, umetulia na yakapita mdogo wako akaondoka. Ila shekhe, kikubwa ni kumuomba sana Allah. Sasa mke wangu, hebu andaa ifutari. Mimi naenda kuwaita mashehe wenzangu ili waje wafuturu hapa. Sawa mume wangu, hamna shida. Haya. Ya Rasulullah, your teachers. Nilikuwa umechoka nikakuacha zangu nikarudi. We baba wewe. Shehe. We. Unapita tu kama utuoni. Shehe. Nini kilichokusibu wewe ukanyanyua miguu yako ukamfuata wewe shehe mwenzako ukamwambia aje ni propose mimi? Ni nini? Astaghfirullah. Malaika, jistiri kwanza ndipo tuweze kuongea. Subiri. Haina shida shehe. Nipe nguo. Shida sikuvaa nguo tu. Hapo vipi? Nisikilize kitu kimoja Malaika. Kwanza umependeza ukijistiri kwa namna hiyo. Sasa Malaika, nataka nikwambie kitu kimoja. Ujue ni mwanamke ambaye dunia imekuchanganya. Na imani una uwezo mkubwa wa kubadilika. Na mimi nataka ubadilike, uwe mwanamke mwema, mwanamke wa Kiislamu utakayezishika nguzo 5 za imani. Wewe baba, subiri. Homa. Yaani mimi naitwa Malaika. Sawa? AKA mama mmoja ambaye akienda ruti moja tu anakulisha wewe na kwa kumzima. Niwe ngambeshe, mimi siwezi kuolewa na wewe. Siwezi kuwa na wewe. Kwanza huwezi kunitunza. Kazi yangu mimi na ya babu haviendani. Yaani mafuta na maji ni mbali, nikome wewe shehe, sawa? Hata ukivaa mtandao sio kama nimevaa kwa kupenda, nimevaa tu ili nikuchame. Si unanielewa? Naomba nikome. Ukiona njia ya heri, utaifuata ya heri. Na ukiona njia ya shari, utafuata ya shari. Shemeji subiri. Na waangalia tu mnavyolofoka hapa.